Hii ni Unyakizani Empire Village Production na leo tuko na binti haijulikanaye kwa jina la Faraja Elasto Jackson, na hapa natueleza juu ya mkakati wake wa kuanzisha taasisi ya kupigania mabinti lakini na watu wasiojiweza, ambayo taasisi yake inafahamika kama She Invest, lakini wamekuwa wakifanya kazi hii kwa muda mrefu. Hapa natueleza mikakati na mipango yake katika taasisi hii. Majina naitwa Faraja Elasto Jackson, ni founder wa She Invest Foundation kwenye taasisi yangu, na pia ni public relation manager wa Safe Community. Ni taasisi ambayo inadeal sana na charities, kusaidia wale watu ambao wana mahitaji maalum, especially the special groups, wale orphan, disabled people, ndio inadeal na hivyo. Lakini leo nipo sana kuongelea about She Invest Foundation. She Invest Foundation sisi ni taasisi ambayo inadeal na kumsupport binti kiuchumi. Kumsupport binti kiuchumi kivipi? Kumwezesha binti aweze kujitegemea mwenyewe kiuchumi, especially kwa utandawazi wa sasa hivi unamfanya binti aweze kujitegemea mwenyewe. Yaani binti ana play part yake na mwanaume naye ana play part yake. Sasa hivi mabinti wamechangamkia sana fursa ambazo zinatoka kutokana na utandawazi. Kwa hiyo na sisi She Invest Foundation tumeona tusupport serikali kwa namna moja au namna nyingine kufanya uchumi wa nchi ukue. Kwa She Invest Foundation tunatoa elimu ya ujasiriamali ambao ni pamoja na kutengeneza sabuni, kutengeneza shughuli mbalimbali za mikono. Lakini hatupo peke yetu, tupo na SIDO, tunashirikiana na SIDO Songea. Kwa sasa hivi tupo Ruvuma, lakini hata tukiwa Dar es Salaam tutashirikiana na SIDO Dar es Salaam. Kwa hiyo SIDO wamekuwa sehemu kubwa sana ambao wameweza kutupa support, especially wanakuja shule, wanatoa mafunzo. Kwa hiyo na imani kwa kipindi hiki mpaka tunamaliza form 6, nategemea mabinti wengi tayari watakuwa washajifunza kitu na wamepata experience mbalimbali kwenye faculty mbalimbali kwenye ujasiriamali. Kwa hiyo na hope mpaka binti anatoka pale form 6 anajua kutengeneza sabuni, hata akienda chuo anaweza akafanya kitu cha tofauti. Lakini pia tunatoa elimu ya fedha. Tunajua mabinti wengi sana wanakwama sana kwenye kipengele cha pesa. Tunapata pesa lakini mwisho wa siku tunachokifanya sisi tunakuwa shopaholics. Shopaholics ni wale watu ambao wananunua kila kitu mbele yake. Yaani yeye ameona pochi ananunua, ameona kiatu ananunua, ameona hiki ananunua. Lakini ukipata elimu ya fedha utajua kubudget kwamba kuna investment, kuna saving, kuna luxuries na kuna extras. Hizo ni vipengele vya budget. Kwa hiyo ukiwa na budget yako labda ya luxury, unajua kabisa hapa ni ya kuspendi tu, kwa mimi kuenjoy. Unaweza ukaenda ukanunua hizo pochi kwa ajili ya furaha yako tu mwenyewe, ukanunua kitu fulani hivyo, lakini inakuwa tayari kwenye mfumo wa budget. Lakini usipokuwa na budget, basi kila pesa utakayopata utakuwa unatumia vile unavyojisikia. Umepata leo 500, rafiki yako anakuomba utampa, kwa sababu hauna ule utaratibu mzuri wa kutoa pesa zako. Lakini pia tunatoa elimu ya afya. Hatupo peke yetu kwenye elimu ya afya, tunashirikiana pamoja na halmashauri ya Songea wilaya hospitali ya wilaya. Tunashirikiana nao sana, wametusaidia sana kwenye kutoa elimu kuhusu mabinti, especially yale magonjwa ya mabinti, yani magonjwa ya wanawake, yale PID, kansa shingo ya kizazi na matatizo mbalimbali ya mfumo wa uzazi. Kwa hiyo wamekuwa sehemu moja kubwa sana ambayo imetusupport sisi tuweze kuelimika kwenye swala la kiafya. Mimi pia kama binti nimeweza kuelimika kwa kiasi kikubwa sana kuhusu afya yangu, na ninaweza control afya yangu kwa kiasi kikubwa kwa sababu nina elimu. Lakini pia lengo letu kubwa ni kuibua ubunifu kwa mabinti. Tunaamini kwamba kila mtu ana kitu cha kipekee ambacho Mwenyezi Mungu amemjalia. Sasa ni nani wa kumsukumiza au wa kuimotivate ile influence ya ndani afanye kitu? Ni sisi She Invest Foundation. Tunaamini kwamba binti ana nguvu, lakini inabidi afunguliwe ile sehemu aliyopo, apewe ujasiri na nguvu ya kuambiwa kwamba unaweza ukafanya kitu na unaweza ukafika mahali fulani. Kwa hiyo tupo kwa ajili ya hiyo. Tunafanikisha vipi kuibua ubunifu? Tumekuja na kitu cha challenge kinaitwa Malkia Mbunifu, kwamba kunakuwa na amount fulani ya pesa na tuzo, kwamba ukifanya kitu cha kibunifu cha kipekee basi utapata zile fedha na tuzo na support ya hapo mbele kukuwezesha kufanya hizo project zako au hizo creativity zako ambazo wewe unaziplan. Kwa hiyo ni njia moja hapo kubwa sana ambayo tunafanya kwa ajili ya kuibua ubunifu wa mabinti. Lakini pia tunatoa elimu ya kijamii. Mabinti wengi tuna ndoto kubwa sana, lakini the moment tukiingia kwenye mahusiano basi tunaweza tukaacha ndoto zetu. Kwa sababu kuna wanaume fulani hivi, sio wote, lakini kuna baadhi ya wanaume ambao
wa kisasa sana, anakuambia usifanye kazi, mimi nina mshahara mkubwa, nitakupa. Anasahau kwamba kuna kesho na kesho kutwa, anaweza akapoteza kazi, anaweza hivyo akaumwa, akafariki. Ila mkiwa pamoja, mkisaidiana, wewe huyu anatoa na huyu anatoa, basi mkigeni kwa pamoja mnapata kitu kikubwa zaidi, na kwa pamoja mnakuwa mna urahisi wa kufanikisha malengo yenu. Hiyo ndio Sheinvest Foundation. Kwa sasa hivi tunamshukuru Mungu, tumeweza kufanya vitu vikubwa sana ambavyo hatukutegemea hapo awali. Kwanza tumeweza kufanya semina mbalimbali kwa mabinti pale shuleni kuanzia O-level mpaka advanced level. Mabinti yao tumewapa uwezo wa kuweza kujitambua kwenye kupanga malengo yao na mipango yao binafsi kama mabinti, na pia kumpa thamani binti kwamba ni wa thamani, sio wa kuchezewa. Yeye ni mtu mkubwa, yeye anatakiwa afanye kitu katika jamii na katika taifa, kwamba wanamtegemea. Kwa hiyo imetusaidia sisi kuwafikisha mabinti waweze kufanya malengo yao na kufanikisha ndoto zao kwa kiasi, na hiyo imesaidia pia kuimprove academically. Maana yake unapompa thamani, basi anajua kabisa natakiwa nisome ili nifike kiwango fulani. Kwa hiyo pia imetusaidia kwa namna hiyo kuwa motivate mabinti. Lakini pia tumeweza kuestablish miradi mbalimbali, mashamba ambapo tunalima viazi na mahindi tukiwa shuleni. Ni project za shule, lakini tumepewa tu maeneo ya kufanya kilimo. Kwa mimi binafsi napenda sana kilimo kwa sababu kila tunachokula ni kilimo. Yaani bila kilimo tusingekuwa tunakula ugali, tusingekuwa tunakula wali. Kwa hiyo nimekuwa influence sana na napenda sana kilimo, na napenda nijifunze sana kuhusu masuala ya kilimo ili tuweze kuzalisha kwa wingi na kuweza kuwafikia watu kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo pia tunafanya hizo project za kilimo. Lakini pia tuna sabuni, tunatengeneza sabuni ambazo tunauzia shule, tunauza na sehemu mbalimbali maeneo ya pale kijijini. Maana shule yetu ipo ndani kidogo. Kwa hiyo tunasambaza pale na vijiji vingine. Hii imetujengea sisi uwezo wa kujituma na uwezo wa kujiamini zaidi kwamba kumbe ninaweza nikafanya kitu nikikubalika katika jamii. Na pia inaleta heshima katika jamii kwamba mabinti fulani wanajitambua, wanafanya vitu vizuri. Tumekuwa mfano mkubwa sana Mpitimbi kwamba mabinti wa sehemu fulani wamekuwa ni mfano wa kuigwa. Kwa hiyo kama Sheinvest Foundation tumeleta heshima kwenye shule yetu, tumeleta heshima kwenye taifa letu na nchi yetu kwamba tupo kwa ajili ya kumsaidia binti na kumwezesha binti. Lakini malengo yetu makubwa hapo baadaye au matarajio yetu ni kuwasaidia mabinti wengi sana nchini Tanzania, especially wale ambao wapo vyuoni au na ambao wamemaliza vyuo lakini wamekosa ajira. Lengo letu kubwa ni kupunguza ukosefu wa ajira kupitia kilimo na ujasiriamali na pia uwekezaji. Maana tunaamini katika kilimo, ujasiriamali na uwekezaji. Hivi vitu vitatu vinaweza kumtoa binti kiuchumi au vikamuingizia kipato hata kama hajasoma au amesoma. Vyote vile vinaweza vikamsaidia binti akapata kipato. Maana kilimo haihitaji eti ujue kuandika ndo ufanye kilimo. Kilimo ni ile tu maarifa umeshare, unamfundisha mtu hivyo umepata maarifa. Sio lazima ajue kuandika hapana. Kwa hiyo lengo letu sisi ni kupunguza ukosefu wa ajira nchini Tanzania. Hapo baadaye tunamuomba Mwenyezi Mungu atuwezeshe. Kama tutakuwa vizuri, basi tutaweza hata kusaidia kutoa mikopo kwa vijana ambao itawezesha waweze kufanya mambo makubwa, huku tukiwapa elimu ya ujasiriamali na elimu ya uwekezaji ili waweze kuwekeza kwenye kile wanachokipata. Tupo